Asante Mr. Speaker kwa kunipatia hii microphone. Kwa wale wasionijua, mimi naitwa Bwana Kapashu ama Mr. Kapashu. Vyovyote vile mimi ni sawa. So kwanza nataka kumshukuru Mr. Speaker na kamati yote ambayo iliketi ikafikiria kwamba ilete hili bunge hapa ili wananchi waweze kutoa maoni yao kuhusu mambo ya serikali na kupoa information ya mambo ambayo yanaendelea katika nchi yetu ya Kenya, katika kaunti yetu ya Kilifi na katika area yetu ya Malindi Town Ward. Mimi leo sitakuwa mwingi wa maneno kwa sababu nilikuwa nimekuja kuangalia venye bunge linaendelea, halafu ndo tujipange vizuri sasa tuweze kuja kutoa zile hoja zetu ambazo zinatukera ndani ya mioyo. Lakini mimi nilikuwa na kama mawili ama matatu ya kuweza kuongea hii leo hii na kusema kwamba hili bunge ningeomba liweze kutumika vizuri, especially kujibu zile propaganda ambazo zinaendelea katika kaunti yetu ya Kilifi kuhusu kaunti yetu ya Kilifi. Kwanza tutasikia kuna propaganda ambazo zinaenezwa huko nje na wanasiasa ambao wamekosa network. Wanasiasa ambao wamepoteza network ya kisiasa wanaenda wakieneza porojo huko nje. Utasikia mara wanaongea wanasema kwamba wafanyikazi wa kaunti hawalipi mishahara yao, ili hali hata juzi tayari wafanyikazi wa kaunti waliweza kupokea pesa zao katika kaunti zao. Kingine ambacho ningeweza kusema wakati mwafaka ukifika tutakuja kueleza kwa upana na marefu masuala kama haya, lakini leo nagusia tu kidogo kwa sababu nimeambiwa pia muda hauruhusu, lakini I believe kesho tutakuwa wengi hapa na tutakuwa na muda mwingi wa kuweza kueleza yale mambo yote ambayo sisi tunapanga kuja kueleza wananchi wa Kilifi waache kupotoshwa na siasa za peni mbili. Mimi langu moja ambalo ndo zito nilikuwa nataka kuja kulisema hapa ni kwamba nilikuwa nataka kuambia watu wa Kilifi kwamba waache kupotoshwa na siasa za kitoto za huyu mama anajiita Aisha Jumwa. Aisha Jumwa kuna siasa za kitoto. Kwa sababu gani? Kule tunaziita kizungu tunaziita childish politics. Kwa sababu gani? Kwa sababu utamsikia yeye kila mara akienda huko kwa mazishi, anaenda akipiga kelele, anasema bahamimi, bahamimi. So sisi watu tunajiuliza hili baha lake liko na wapi? Hili baha lake ambalo yeye anazurura kila mahali akisema kwamba ana baha, hili baha lake ni lipi? Kwa sababu ukisema kwamba una baha kwa Kigiriama ni kama wewe una afadhali kuliko mtu fulani. Sasa yeye akizunguka akisema yeye ana baha kushinda Mng'aro, baha lake liko wapi? Kwanza hajakuwa gavana, kwa hivyo huwezi linganisha kazi yako na gavana. Pili, tukiangalia yeye ashawahi kuwa kiongozi before. Sasa tukisema kwamba tunampima yule kiongozi kwa ule uongozi wake ambao amefanya hapo nyuma na sahihi anasema na baha, tutalinganisha, tukilinganisha tutapata hakuna kitu ambacho yule mtu ako na baha, ana baha. Kwanza alikuwa mbunge wa Malindi, hakuna kitu ambacho aliweza kufanya hapa Malindi. Sisi tumeishi Malindi, hata hizo story anasema kuhusu za basari, basari pale Malindi, mimi binafsi nimewahi apply basari wakati wa kipindi chake na sikuwaipata hata siku moja. Sasa yeye anasema kuna baha, atakuja kusuluhisha mambo ya basari vipi? Kama alipokuwa mbunge wa Malindi alikuwa anashindwa kusomesha watoto wa Malindi. Sasa alipokuwa women rep hakuweza kusaidia wamama wa Kilifi. Hakuna mradi wowote. At least sasa hii tunamwona Mbewe wanagawanya mattress kwa wajane na wananchi wengine huko kando kando. Yeye hakuna mradi hata mmoja ambao aliweza kufanya alipokuwa women rep. Sasa ili baha lake liko na wapi? Ukija hapo wakati alipokuwa waziri, alikuwa waziri wa gender, wa hao wanawake. Ni kipi ambacho aliweza kuwasaidia wananchi cha kusema kwamba unaweza sema huyu mtu ako na baha? Hakuna anything ambacho aliweza kufanya. Alipokuwa waziri wa public service, hakuna kitu ambacho alifanya. Kwa mfano, tukiangalia hii Malindi, nani aliweza kumwandika kazi kubwa katika serikali ile alikuwa waziri wa kuandika wafanyikazi? Hakuna. So yeye anatuzungusha na siasa za kitoto huku nje, akifikiria watu ni wajinga, hawamjui ama hawamuelewi ile kitu ambacho anajaribu kufanya. Lakini sisi tunamwambia mama, wacha porojo, wacha siasa za kitoto.
eleza wananchi umefanya nini huko nyuma, na ueleze wananchi ni nini ambacho unapanga kufanya, na utuambie baha lako liko na wapi. Usituzungushe hapa ukafikiria kama sisi hatuelewi ile types of politics ambayo unajaribu kuleta hapa. So mengi nitakuja kuongea kesho, lakini kwa leo nilikuwa nataka kusema tu hayo. Lakini ningependa pia kumshukuru Gavana Mng'aro kwa ile kazi anafanya Kilifi. Hapa tunaenda hapa mbele, Gavana Mng'aro ataweza kuingia ground na kuweza kulaunch ile miradi yote ambayo ameweza kufanya katika kila ward, all the 35 wards. Gavana Mng'aro atazunguka kulaunch hiyo miradi. Halafu wale wapinzani ambao wamekuwa wakieneza porojo kwamba Mng'aro hafanyi kazi, tutawaona after hapo. Itabidi wabadilishe strategy. Lakini kama strategy yao ni ya kusema kwamba Mng'aro hafanyi kazi, kitawaramba pale mbele na sisi ndio tutakuwa kwanza kuwachekelea. So asante Mr. Speaker, ni hayo tu kwa leo, lakini kesho tukija kuna mengi tutayaongea ili kuwafahamisha wananchi wa Kilifi ile kazi ambayo inaendelea hapa Kilifi. Tumekumbana nayo katika bunge hili, yes. Na leo tungependa utueleze, yes, ili wananchi waweze kujua pamoja na wanabunge. Kuna pesa ambayo inasemekana ilipotea. Shilingi wanabunge ilikuwa ni milioni 100. Milioni 100. Hii swala wanakilifi wanataka kujua. Sasa kujibu yale madai ambayo yanaendelea ya kwamba kama swali lililoulizwa na Mr. Speaker hapa ni kwamba kama ulifuatilia ile Senate session vizuri, sawa, inasemekana kwamba kuna pesa ziliweza kutolewa, sawa, kuna pesa ziliweza kutolewa katika account ya retention, sawa. Kuna pesa iliweza kutolewa ya account ya retention. Ile pesa ilitumika kufanya kitu inaitwa Kilifi Investment Conference iliyofanyika pale Vipingo, kwa sababu kipindi hicho kulikuwa hakuna pesa. Sasa kulingana na sheria za finance, serikali inaruhusiwa kukopa pesa. It is not illegal to borrow money, sawa, from your own accounts or whatever. You can borrow your money and then you return the money. If you follow the proceedings well, you could hear the minister saying that the money was returned. After it was borrowed, then the money was returned after it had been borrowed. So there was no money that was lost unless you go back to the proceedings ukaelewe vizuri chenye kiliendelea. Naelewa kuna watu wengine kizungu kinawapiga chenga, so wanashindwa kuelewa kile kizungu cha Senate kilivyokuwa kinaendelea pale, lakini kama ulifuatilia kile kizungu ulielewa kwamba pesa iliyochukuliwa pale ni pesa iliyofanya investment conference, alafu baadaye ikarudishwa ile pesa, na it is not illegal, yeah, for you to borrow money from your own account. So hakuna pesa ambayo imepotea, sawa, unless yes. Order. Kuna order. Point of information is it to inform the speaker here of what he doesn't know? Do you need more information? If you can tell the people. Briefly, in 1 minute. Briefly, I will be very brief. Yes. Do you know why and the reason why Kilifi County, mimi wakati wa 2022 nilisimama kinyume na Mng'aro? Mama Aisha Jumwa alinivalisha kofia mimi nikiwa kiongozi wa vijana Kikuyu Council of Elders Kilifi County hii. Alinivalisha kofia na nikaambia watu wampigie kura Aisha Jumwa, na nilikuwa sina mambo na Mng'aro kabisa. But before that 2017 alikuwa ni mtu wangu wa damu sana. Do you know why leo hii watu wanashangaa mimi nikisema Mng'aro is very right? Mimi hakuna kitu Mng'aro amenipa mbele ya Mwenyezi Mungu, na hapa mimi Mng'aro hata sijaizungumza na yeye, na Mng'aro mimi hata hacheki na mimi kwa sababu hakuamini mimi naweza mruka, lakini nilimruka. But Mng'aro alipoenda akaniletea Philip Charo, akamweka mkubwa katika CS wa finance, there is no money will ever be lost in Kilifi County. Hakuna hata ndururu naamini
itapotea ndani ya Kilifi County. Na hii si chocha. Hii si chocha kabisa. Ninasema ukweli kwa sababu ametupatia mtu credible. Philip Charo ni mwokovu, ni pastor, ni mtumishi. Philip Charo amekuwa manager wa bank ndani ya East Africa, Kenya, Uganda and Tanzania. Benki zote yeye ndo anazisimamia kama manager. Ni wapi hiyo pesa itapotea? Tumpe kongole sana Mheshimiwa Gideon Mng'aro. Na nakupa kongole kubwa sana kwa kutupatia mtu wa tajriba kama hii. Asante. God bless you. Asante. Mheshimiwa unapoongeza asante kwa sababu mambo haya ni muhimu sana. Pia kuna madai. Na asante kwa kueleza kuhusu mambo ya milioni 100. Nataka nieleze hapo. Oh, then to 10. And then to nene. So, kama venye nilikuwa nimeeleza hapo mwanzo ni kwamba hayo madai yamesemekana. Sawa sawa. Kitu ambacho hakikufuatwa peke yake pale, which even the minister admittedly said that hakikufuatwa, ni sheria. Sawa sawa. It is not illegal to borrow money from your own accounts, but huwa kuna sheria. Unafaa unotify county assembly. This procedure, ambayo ile procedure haikufuatwa. But tunajua kwa nini labda ile sheria ya kwenda county assembly haikufuatwa. Ni kwa sababu pale county assembly tunajua kulikuwa na yule Ted Mwambire pale na alikuwa anakanyagia serikali mambo mengi sana. So unaona sasa tungeenda pale county assembly hiyo kitu singekanyagiwa na ingepita. You understand? Ndio maana yule jamaa alikuwa anatusumbua pale tukamtoa. Sasa hivi mambo kunyoka pale county assembly. Unaelewa? Lakini ile ilikuwa tu procedural, ni procedure kwamba haikufuatwa kidogo kwa sababu ya our own internal politics hapa ndani. You understand? So kama ulifuatilia proceedings utaona kwamba kulikuwa na procedure kenyaka kufuatwa ni approval from the county assembly ili uweze kuboro ile pesa. Sasa na admit kwamba there was a mistake because tunaelewa siasa yetu yote time Ted Mwambire alikuwa anatuzungusha huku na kule, hapitishi vitu, afanye nini, anakoroga maneno. Sasa kabidi sisi tupige cha juu, lakini the bottom line ni kwamba pesa ilirudishwa na kila kitu kikafanya nini, kiko shwari. Hata wale maseneta wenyewe walikubali kwamba ile pesa ilifanya nini, iliweza kurudishwa na mambo yakaweza kusonga mbele. Sawa sawa. Point of order. Nataka niulize msemaji aliyotoka hapa, anasema kwamba sheria haikutumika kuchukua ile pesa. So kama sheria haikutumika, sisi sasa tuna uhakika gani kwamba ile pesa iliregeshwa? Manake ilikuwa itumike sheria ndio tuwe tuna uhakika kwamba pesa iliregeshwa, hata viongozi wetu bunge wapitishe kwamba pesa iliregeshwa. Sasa tutakuwa na uhakika gani kwamba pesa iliregeshwa? Nataka nimweleze mbunge. Mbunge ukikuja kuuliza swali hapa, wewe pia tafuta information. Kama ulifuatilia Senate proceedings vizuri, waziri wa fedha alisema, and let me tell you, wale senators when they are there and they are asking those questions, hawaulizi kwa sababu hawana majibu. They are asking but they have the answers. So wezi wadanganya. Na kama waziri wa fedha alisema kwamba the money has been recovered, kwani anaweza danganya mbele ya Senate? But the information is there. If you want, you can come for the statements who you want so that you can prove. And the issue was cleared. Mheshimiwa, tena kuna madai ambayo pia leo ningependa ueleze bunge hili. Inasemekana kuna mapendeleo, ama in simple we call it wale ambao wamepewa kazi kwa idara zingine katika kaunti hii ni familia ya Mheshimiwa Gavana, na wanabunge wamekuwa wakipingana sana kwamba sheria hairuhusu family member wa rais ama family member wa Gavana ama wa MP aweze kupewa kazi wakati huyo mtu yuko mamlakani. Na madai haya yamekuwa ya nguvu sana hapa bungeni. Pengine kama unaweza kuwa na jibu itakuwa vizuri, ili tukaeleze jamii kwamba madai haya ni ya kweli ama si ya kweli. Number one,
kuna madai kwamba mheshimiwa ambaye amepewa kazi ya waziri wa fedha ni wa familia ya mstahiki gavana. Tena kuna madai kwamba yule ambaye alipewa kazi ya medical superintendent wa Malindi General Hospital ni familia ya gavana, na hili jambo linaleta utata sana katika bunge hili. Je, unalipi la kusema? Yes, asante Mr. Speaker kwa kuniuliza swali hilo. Sasa swali hilo linaweza jibika mara mingi. Sawa sawa. Kwanza kufuata sheria na pili kufuata hisia. Sawa. Tukisema tunafuata sheria, kila mwananchi katika nchi ya Kenya ako na haki ya kuhudumia serikali. The right of service to your country, to your county or to any government entity. Sawa. Whether you are a family member of somebody or not. Sawa. So katika serikali kuna vitu zinaitwa appointments. Kuna kitu kinaitwa political appointment. Sawa. Na kuna kitu kinaitwa merit, by merit. Either through you follow the process of the Public Service Act. Sawa. Kazi imetangazwa, una apply, unakuwa shortlisted, unaenda kwa interview, unapeana documents zako, unapitishwa, unaenda bungeni, unakuwa vetted, mwisho unakuwa appointed by merit that you are qualified for that job. Sawa. So hizo mimi naweza sema ni hisia za kisiasa zinaletwa na wapinzani kujaribu kudiscredit whatever probably the appointee ambaye atakuwa amefanya nini, amechaguliwa. Lakini tunasema kwamba kama sheria imefuatwa all the way from application, sawa, amepatikana ako qualified, ameenda mpaka akafika bungeni akakuwa vetted katika bunge kwamba this person is qualified for this job, kwa nini yule mtu asipewe hiyo kazi? Pale bungeni, bunge ndo lina vet, linampatia sasa huyo mwenye ana appoint kwamba huyu ako qualified. So it's not the governor who appoints. Bunge ndo limepatiana kwamba huyu mtu anafanya nini, anafaa. Sawa. And kitu nafaa tuelewe ni kwamba the public service, sawa, public service is independent. Sawa. Public service is independent from the political outfit kulingana na sheria. Sawa. So kama kuna kosa lolote la uandikaji kazi wa mtu yeyote pale, public service ndio itakuwa answerable. Sawa, and not the political outfit. Sawa, ndio nikasema kuna aina nyingi za kujibu hili swali ya kwamba is this person qualified at the first place or not. Kama ako qualified, papers ako nazo, then the public service which is an independent entity from the political outfit, then there's no way you can question anything about that. Sawa, there's no favoritism because the due process has been followed using the Public Service Act. Sawa. So yes, point of inquiry. To Mr. Speaker, sir, if I may inquire, just the word nepotism. What I know with the Public Service Commission, there is a clause, a declaration, whereby you need to give information about whom you know in a certain department or in a government. The word nepotism is very clear. And when the governor allows his relatives through favoritism and influence of the public service to employ his people in his government, that is wrong. We cannot allow, we should not allow, the public should not allow, even if with that authority you allow a good number of servicemen to be in your cabinet just because of I'm a qualified. That is wrong. Let us remember the word nepotism is very clear and favoritism cuts across. Thank you. The other day I said it here. The one person that these people are referring to
is Chief Mlewa. Kwa wale ambao wanamjua Chief Mlewa vizuri, Chief Mlewa was a director of medical services kule Lamu County, that is Lamu County. Akakuja Kilifi, akakuwa director wa health hapa Kilifi County. Katika hierarchy ya the county governments, the highest hierarchy ya wale ambao wampitia through public service board ni directors. Kwa hivyo inamaanisha kama mtu tayari alikuwa amerise mpaka ameenda to the position of a director, this is somebody who has the qualifications, he has the merits and he deserves to be employed in any capacity. The other person ambao alikuwa anaongelea ni huyu madam, alikuwa anaitwa Madam Emily. Madam Emily yule hata saizi pale ukienda ni mkubwa wale nurses. So it means by virtue that she has qualified, she has gone all through that mpaka amefika hapo. Her being given any appointment haifai kuwa kuleta any alarm, because at the end of the day she qualifies for that position. And by the way, a point of information, if you people did not know, she was just in an holding capacity. Lakini as we speak, she is not the medical superintendent. That one should be clear. Finally, Philip Charo. The last time I checked, I've never seen where Philip Charo is associated with the governor. And even if he's associated, this is somebody who has worked for banks all over Africa. He has the papers, he has the qualification. So, akipewa hiyo nafasi, what's wrong with it? I think let us differentiate politics from professionalism. The main work that we do is to dispense rumors as we bring facts to the ground. Na nashukuru sana wanabunge kwa siku ya leo kwa haya ambayo mnasema. Kile ambacho assignment ambayo tutatoka nayo hapa leo tena. Na mimi kama speaker lazima tuhakikishe kwamba kila kitu iko clear so that next time tukikuja tunaelewana. Number one, on medical superintendent wa Malindi tulipiga simu hapa bunge lililopita na tukahakikisha kwamba yule medsup ambaye yuko pale sio Emily lakini ni mtu mwingine, na tukaambiwa pale na wakubwa wa hospitali ambao niliwapigia simu hapa wakatuambia kwamba yule act wakati medsup alitoka. Acting means ulikuwa katika hiyo position, uko ready, but hauwezi ukapewa kwa sababu pengine ya mambo ya nepotism. So unapewa on acting ili mwingine ambaye amequalify akuje. Tuliconfirm hayo. Yale ambayo yamebaki ili tuweze kuconfirm. Kwa sababu tunajua kwamba sana hapa Kilifi County na sana mila yetu ya Kimijikenda, tunajua kwamba unaweza sema mtu ni familia yako hata kama ni clan tu huko mbali. Yale ambayo pengine tungeweza kutambua na kujua katika bunge hili ijayo ambayo tutakuwa nayo kesho ni kwamba waheshimiwa, na mimi nataka kuwaomba mkuje mtuambie Chief Mlewa ako related vipi na mheshimiwa governor hata kama ako qualified. Mheshimiwa Philip Charo ako related vipi na mheshimiwa governor, ili tunapoambia wananchi kwamba wamequalify ambao sisi tunakubaliana nayo kama bunge, lakini tujue kwamba are they really related ama watu wanasema tu ni related lakini ni clan tu ambao ni culture yetu kama Mijikenda. Na hayo ndio assignment ambayo lazima sisi kama bunge to prove, ili tukaonyeshe jamii, tukaonyeshe wananchi kwamba propaganda na ukweli ni mambo mawili tofauti sana. Asanteni sana, na tunafunga bunge hapa siku ya leo. Tunawakaribisha kesho. Tutakuwa tunakaa hapa tukiyachambua haya mpaka tumalize. Mwenyezi Mungu awabariki.